Bwana Yesu asifiwe. Njoo rafiki yangu, leo ninatamani tushirikishane juu ya habari ya kumpenda Mungu. Ninataka tuwaze, tusianzie mbali sana, kwa sababu watu wengi waga tunakosa namna ya kuonyesha kwamba nikifanya hiki ninampenda Mungu. Ninataka tuanzie hapa, tuanzie kutafakari juu ya watu ambao tunawapenda, marafiki zetu, ndugu zetu, jamaa zetu, mke, mume, mchumba unayempenda. Ninatamani tuanzie hapo kutafakari, huwa unafanya nini kwa mtu ambaye unampenda? Kuna mambo mengi sana unaweza ukawa unahangaika kutafuta ili ufanye mbele za Mungu kuonyesha kuwa unampenda, wakati kuna picha ya kawaida sana ambayo unaweza kuiangalia in real life, vitu ambavyo unaweza kuvifanya kwa watu ambao unawapenda sana. Je, ni vitu ambavyo unavifanya mbele za Mungu? So Mungu akanipeleka kwenye mstari mmoja tu aliosema Daudi wakati ameokolewa na Mungu kutoka kwenye vita, ameokolewa kwenye mikono ya adui zake na mkono wa Sauli. Maandiko yanasema katika ile Zaburi sura ya 18 mstari wa 1, wewe Bwana nguvu zangu, nakupenda sana. Kwa nini Mungu alinipeleka hapa? Ni kwa sababu alitaka kunionyesha namna ya kuongea na mtu unayempenda sana. Baba yangu wa kiroho amenifundisha kila ninapolisoma neno lazima nielewe tone, lakini pia zile alama. Ukisoma mstari unasema wewe Bwana nguvu zangu, nakupenda sana. Tukianzia hapo, neno nakupenda sana ni neno ambalo linatoka kwa mtu kutoka ndani ya moyo wake kwenda kwa mtu ambaye anampenda sana. So nikatafakari kitu, nikagundua kwamba Daudi hakuwa tu anazungumza na Mungu kwa mazoea, lakini alikuwa anaongea na mtu ambaye anampenda sana, to the extent anaweza kuexpress hisia zake na kumwambia wewe Mungu nguvu zangu, nakupenda sana. Hili ni neno ambalo unaweza ukalichukulia kawaida, lakini kwenye maisha ya kawaida unaweza ukajiuliza, watu ambao huwa unawapenda, unapowaambia nakupenda sana, how do they feel? Vivyo hivyo tunapoenda mbele za Mungu, watu wengi tumekuwa tunakalili flow ya kusema na Mungu wetu, na tunasahau tunayesema naye ni Mungu ambaye tunampenda sana. So there is a way ambao tunaongea na watu tunaowapenda sana. So kuna mambo ambayo huwa tunayafanya kwa watu tunaowapenda sana ambao ninatamani tuyajadili, alafu ujiulize, je, mambo hayo huwa unayafanya kwa Mungu? Kitu cha kwanza, huwa unachukua muda kumweleza Mungu jinsi unavyompenda, au huwa unaenda tu na flow? Baba, katika jina la Yesu nimekuja mbele zako Mungu, ninaomba toba, ninaomba unisamehe. Is that how you talk with your God? Huwa unapata muda wa kumweleza Mungu, Mungu wangu mimi ninakupenda sana, moyo wangu unakufurahia, ninalitukuza jina lako. Unamweleza Mungu namna gani unajisikia ndani yako? Hilo ni swala kwanza natamani ujiulize. Au huwa unaenda mbele za Mungu tu kwa flow? Swala la pili, muda mwingi huwa tunasifia sana tunavyovipenda. Hata kwenye mahusiano, mke, mume, mume wako akipendeza, umependeza sana. Au mke wako akipendeza, unachukua muda kumweleza alivyopendeza. Au kikana, unachukua muda kusema ambavyo yeye ni mzuri kwako. Mara nyingi huwa tunafanya hivyo vitu kwa watu tunaowapenda. Umenitendea hiki, umenitendea hiki, kiukweli nakupenda sana rafiki yangu, nakupenda sana mama yangu, wewe ni mzuri, umenitunza, nakupenda sana. Tunachukua muda kumsifia Mungu? Hilo ni swali ambalo ninatamani ujiulize siku ya leo, na litakuwa kati ya swali litakalo kusaidia kujua kama unampenda Mungu au la. Kitu cha tatu, kuwapa attention tuwapendao. Je, uko hivyo mbele za Mungu? Mambo ya Mungu unayapa attention? Kwa sababu kama unawapa attention ni watu unaowapenda, lazima ujue kwamba kwa Mungu inapaswa kuwa zaidi sana. Kila kitu kinachotokea, aidha kwenye huduma uliopo katika kanisa au sauti ya Mungu ikisikika ndani yako, unavipa attention. Mungu anakuambia nenda kwanza ibadani, huwa unatii, unaipa attention ile sauti ambayo umeisikia, au unafanya mambo yako. Lakini ukiambiwa na mpenzi wako, leo usiende huku, tukae tujadili, unakaa vizuri. Yani unampa attention mpenzi wako zaidi kuliko Mungu, au mke wako zaidi kuliko Mungu, au marafiki zako zaidi kuliko Mungu. Swali hilo la tatu nataka ujiulize siku ya leo, huwa unampa Mungu attention? Lakini kitu cha nne ambacho ninatamani ujiulize, huwa tunajitahidi sana tusiwakosee tunaowapenda.
Yaani, na hata tukiwakosea ndani yetu huwa tunatafuta namna ya kurekebisha nao kwa ukaribu sana na kwa juhudi kubwa, ili kujenga uaminifu wetu kwao ambao tunawapenda. Je, unafanya hivyo mbele za Mungu? Inapotokea umegundua kwamba nimemkosea Mungu, what do you do? Unafanya nini? Au unawekeza nguvu kiasi gani ili usimkosee Mungu? Kwa sababu kama unawekeza nguvu ili usiwakosee unaowapenda, usije ukawapoteza, kwa nini auwekezi nguvu usimkosee Mungu, usije ukampoteza? So haya ni maswali ambayo tunatakiwa tujiulize sisi kama watu ambao tunatamani mioyo yetu imuonyeshe Mungu kwa tunampenda. Lazima ujiulize, huwa unazungumza na Mungu kwa namna gani? Unaonyesha hisia zako mbele za Mungu kwa namna gani? Unampa attention Mungu kiasi gani? Au unajitahidi kiasi gani usimkosee Mungu? Juhudi zile zile unazozifanya kwa ajili ya watu unaowapenda, unatakiwa kuzifanya kwa Mungu na zaidi. Kama ni kweli tunampenda Mungu, haya majibu yote ya haya maswali tuliojiuliza yanapaswa kuwa nafanya ndiyo na zaidi ya hapo. Lakini kama haufanyi hivyo na unafanya kwa watu unaowapenda tu, hiyo ni dhahiri sana ya kuwa unahitaji kuongeza nguvu katika kuyafanya yale ambayo unayafanya kwa watu unaowapenda, ukayafanya mbele za Mungu na zaidi. So tunapaswa kujua kwamba tunavyoongea, tunavyofanya kwa wanadamu tuwapendao, inapaswa kuwa hivyo mbele za Mungu. Ndiyo maana huwa ni rahisi sana kumtambua mtu anayempenda Mungu kwa kuangalia, je, anavyovifanya kwa watu anavifanya mbele za Mungu? Yaani, unapomuona, watu wengi waga wanajaji mtu anayemjua Mungu kwa kuangalia anavyoishi na wanadamu. Yaani, mfano, mtu unampenda jirani yako, ukiwa na upendo huo, watu huwa wanasema nini? Huyu anampenda Mungu. Kwa nini wanajaji kwamba unampenda Mungu kwa kuangalia upendo wako kwa jirani? Ni kwa sababu wanaona kwamba kama huyu mtu anaweza kuwa na upendo huu kwa mwanadamu, manake kwa Mungu ni zaidi. Na maandiko yanatuambia, maandiko yako dhahiri yanasema kwamba huwezi kusema kwamba unamchukia jirani yako alafu ukasema unampenda Mungu wa mbinguni ambaye hujawahi kumuona, na wakati unamchukia jirani yako usiyemuona. So ni rahisi sana sana kumjua mtu ambaye anampenda Mungu kwa kuangalia maisha yake ya kawaida. So kama mtu hana upendo kwa watu wanaomzunguka, it is more likely kwamba huyo mtu hana upendo mbele za Mungu. Kwa sababu huwezi kumpenda Mungu usiyemjua wakati hujampenda mtu wako anayekuzunguka. So wakati tunahangaika kutengeneza njia na kutafuta namna ya kumuonyesha Mungu tunavyompenda, tusihangaike sana. Tuanze kutengeneza na watu wanaotuzunguka, yule mtu ambaye ninamuona hivi, ninayoyafanya kwake niyafanye mbele za Mungu. Ni rahisi sana. Kama ninatoa kwa mtu ambaye ninamuona hivi, ni rahisi sana kutoa mbele za Mungu. Huwezi ukatumia nguvu. Lakini kwa mtu ambaye huna upendo ndani yako kwa watu wanaokuzunguka, ni rahisi sana sana kutokumpenda Mungu. Kwa sababu it's so obvious, huwezi kufanya kitu ambacho hauna ndani yako. Kama hauna upendo kwa majirani, hauwezi kuwa na upendo kwa Mungu usiyemwona. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 4 mstari wa 20 unasema, mtu akisema nampenda Mungu naye anamchukia ndugu yake ni mwongo, kwa maana asiyempenda ndugu yake ambaye amemwona hawezi kumpenda Mungu ambaye hakumwona. Na amri hii tumepewa na yeye, ya kwamba yeye ampendaye Mungu ampende na ndugu yake. Ni amri kwamba unampenda Mungu, mpende ndugu yako. Show to God what you are showing to the people you love. Show God what you are showing to people you love. Muonyeshe Mungu kile ambacho unawaonyesha watu unaowapenda. Usihangaike sana. Usitafute sana kuhangaika mbele za Mungu. Usitafute sana nifanye nini ili Mungu nionekane nampenda. Usihangaike sana. Yale ambayo unayafanya kwa watu unaowapenda, yafanye na kwa Mungu. So kumpenda Mungu it's simply kujiachia mbele za Mungu, kumpa attention, kuyafanya mapenzi yake, kuzishika amri zake. Huko ndiko kumpenda Mungu. Kama vile ambavyo unashika maelekezo ya watu unaowapenda, unatii sauti zao, ndio hivyo hivyo shika amri za Mungu
Hivyo ndio vitu vikubwa ambavyo unaweza kufanya mbele za Mungu na vikaonyesha kwamba unampenda Mungu. Lisha kondoo wake. Tunamuona Petro alikuwa katika kile kitabu cha Yohana sura ya 21 mstari wa 15. Yesu anamuuliza Petro, unanipenda? Petro anasema nakupenda. Anamwambia lisha kondoo wangu. Yesu anamuuliza tena Petro, unanipenda? Anamwambia nakupenda Yesu. Yesu anamwambia chunga kondoo wangu. Mara ya tatu tena Yesu anamuuliza Petro, unanipenda? Petro anaona sasa vipi Yesu jamani? Nishasema nakupenda. Lakini Yesu anamwambia wewe, ili uonyeshe kwamba unanipenda mimi, lisha kondoo wangu. So if you love God, ni lazima kuna vitu uvifanye ambavyo vitaonyesha kwamba unampenda. Au hitaji kusema kwa maneno kwamba nampenda Mungu. So kupitia hii sura ya 18 mstari wa kwanza katika kile kitabu cha Zaburi, nimejifunza namna Daudi alikuwa anaongea na Mungu. Ukisoma vitabu vyote vile vya Zaburi ambavyo ameongea Daudi, utaona Daudi alikuwa hana mazoea. Ndio maana there are times mimi nilikuwa nakaa najiuliza, hivi Daudi alikuwa anaweza vipi kuongea na Mungu kwa maneno haya, maneno mazito? Daudi alikuwa anayatoa wapi? Kumbe Daudi alikuwa anampenda Mungu to the extent anaweza kueleza hisia zake juu ya Mungu. Unaona namna ambavyo alikuwa anamwambia Mungu, wewe Mungu, nguvu zangu, nakupenda sana. When was the last time ulimwambia Mungu nakupenda sana? Ilikuwa lini? Lakini mpenzi wako au mchumba wako au mke wako au mume wako, ndugu yako, kila siku unamwandikia message nakupenda sana. Lakini lini ilikuwa mara yako ya mwisho kumwambia Mungu nakupenda sana? Lini ilikuwa mara yako ya mwisho kumwambia Baba nakupenda sana? So ni kitu ambacho inabidi tujirekebishe sana. Tusifanye zaidi kwa wanadamu. Tukifanya zaidi kwa wanadamu tunawageuza kuwa masanamu, lakini pia tunawaingiza matatizoni kwa sababu wao wanachukua nafasi za Mungu. Vitu ambavyo tulipaswa kumwambia Mungu tunawaambia wanadamu. So tujifunze kupitia Daudi namna ya kumwonyesha Mungu tunampenda. Usiende mbele za Mungu kwa mazoea. Watu wengi tumekuwa tunajua mistari, tunajua namna ya kuingia mbele za Mungu. Tunadhani ni flow tu. Mtu anafika, Baba katika jina la Yesu, nimekuja mbele zako, ninasema asante kwa kunilinda. You are just flowing it because you have the maneno, una maneno ndani yako, una maneno unayajua, lakini hautoi ndani hisia zako kumweleza Mungu. Unajisikia nini kuhusu yeye? Ukifanya hivyo, Mungu huchunguza moyo. Ataona ndani yako ule upendo unaouonyesha. So leo natamani uchukue dakika chache ujiulize hayo maswali. Je, unampenda Mungu kupitia vitu unavyofanya kwa watu wako wa karibu, watu unaowapenda? Je, unavifanya? Nataka tuanzie hapa. Kumpenda Mungu ni kuonyesha vitu tunavyovionyesha kwa tunaowapenda na zaidi mbele ya Mungu. Kama unaweza kutoa vitu kwa ajili ya wapendao, utoe zaidi mbele za Mungu. Kama unaweza kuwaeleza namna unavyojisikia, umweleze Mungu zaidi. Kama unaweza kufanya na kushika amri za wao unaowapenda, ushike zaidi. Ndio maana ni ajabu sana mtu kushika amri za mume au mke zaidi kuliko za Mungu. Tujichunguze, tuchukue hatua. Mungu akubariki sana. Amen.